Upo ukweli uliojificha kuhusu historia ya Kingunge. Duru za historia zinasema Kingunge alikuwa ni muumini mzuri sana wa dini ya Kikristo, na wakati alisoma sekondari ya seminari. Baadaye alikuja kuhitilafiana na dini kutokana na misimamo yake ya kukinzana na misingi ya dini. Hii ilitokea baada ya kurudi nchini akitokea Urusi alipokwenda masomoni. Hivyo rasmi akatangaza kuwa mpagani, mtu asiyekuwa na dini. Wakati alipokuwa akiapishwa kushika wadhifa wote serikalini, yeye hakuwa akishika kitabu chochote cha dini wakati wa kula kiapo, bali katiba ya nchi pekee, kwa sababu alikuwa mpagani. Kwa sasa Mzee Kingunge pamoja na mke wake wote ni marehemu na walifariki mwaka 2018 baada ya kushambuliwa na mbwa. Vifo vyao vilibua hisia za watu wengi sana, kwani walipishana mwezi mmoja tu. Mke wake alipotangulia kufariki Januari na Mzee Kingunge alifariki Februari. Mbwa waliofanya tukio hilo walikuwa ni wa kwake mwenyewe aliyekuwa akiwafuga nyumbani. Walikuwa wanamfahamu mlinzi tu, kwani ndio waliokuwa wakimhudumia. Hawakumfahamu wala kumzoea mtu mwingine nyumbani. Asubuhi na mapema mlinzi anawarudisha tena kwenye banda lao, ndipo watu waweze kutoka. Mzee Kingunge alikuwa na utaratibu wa kwenda mazoezini asubuhi baada ya kuwasiliana na mlinzi wake kwamba tayari kashafunga ama kurudisha mbwa bandani. Sasa siku ya mzee alitoka kama kawaida yake alfajiri kwenda mazoezini, kumbe hajawasiliana na mlinzi wake na mbwa hawajafungwa. Walipomwona tu kwa mbali wakamkimbilia na kuanza kumshambulia. Mlinzi alijaribu kumnusuru mzee, ila mbwa walimzidi nguvu kutokana na ukubwa wao. Mpaka watu wengine wanafika kutoa msaada, tayari mzee alikuwa amejeruhiwa sana, hususa tumboni. Wakati mke wake anafariki, Kingunge alikuwa yupo mahututi kitandani akiwa ametoka kufanywa upasuaji. Mtoto wa Kingunge anawaambia wanahabari, mama yetu ameshafariki, lakini bado hatujamwambia baba kwa sababu ndio ametoka kwenye chumba cha upasuaji. Tunategemea akiamka kutoka usingizini tumwambie kwamba mke wake amefariki. Msiomfahamu, Kingunge alikuwa ni mwanasiasa mkongwe ambaye alikuwa na kadi namba 4 ya CCM. Mwaka 2015 alitangaza kuiunga mkono Chadema wakati Lowassa anagombea urais. Wakati wa pumzi yake ya mwisho, Mzee Kingunge aliomba msamaha na kurudi kwenye dini yake ya awali ya Kikristo. Hii ndiyo historia fupi ya Mzee Kingunge Nyambalimwilu, mzee aliyekuwa na itikadi nzito kuhusu dini. Natumaini kuna jambo ulilopata la kujifunza kutokea katika historia hii ya Kingunge Nyambalimwilu. Mimi naitwa David Solomoni. Follow, subscribe, like na kucomment. Lengo uweze kupata video nyingi zaidi.